nimekuja kuongea na walio hai, walioweza kuvushwa na Bwana mpaka huu mwaka wa 2026. Mimi nikiwa mmoja wao, nina furaha tele ndani ya moyoni mpaka juu ya usoni unavyoona. Siku hii ya leo nimekuja kuzungumza na wale ambao wamekuwa na malengo na wamekuwa wakitamani kuona mwaka ujao, wakisema huu mwaka utakuwa mwaka wao. Nasema nini? Bwana alizungumza na wana wa Israeli kupitia Musa, akawaambia kwamba enyi msiogope, maana wale wa Misri wamekuwa wakiwakandamiza na kuwatesa muda mrefu, hamtawaona tena. Ina maana gani? Huu mwaka ni mwaka mpya. Huu mwaka tumeanza kwa njia tofauti. Huu mwaka umeweza kuvushwa, na huu mwaka umevushwa sababu Mungu ana sababu na wewe. Kwa nini? Mungu anajua una ndoto zako, unatamani zitimie. Una malengo yako, unatamani yawe sawa, na una pia mafanikio ambayo unatamani ungeweza kuwa umefanikiwa nayo. Na ndio maana Mungu akakuvusha huu mwaka wa 2025 na 2026, na akasema kwamba unapaswa kuona ili ukatimize ndoto zako. Kwa pamoja, najua kwa sasa rohoni unasema huu mwaka ni mwaka wako. Una sababu ya kufurahi na kufurahia ndani ya roho, kwa kuwa umeweza kuuona. Si wengi waliweza kuvuka. Kuna wengi walitamani kuuona ila hawajaweza kuifikia hii mwaka. Ila mimi nikiwa hapa hivi siku ya leo, nimekuja kukwambia kwamba Bwana ana sababu, na Bwana amesema kwamba wewe ni mwanaye na anahitaji ukatimize malengo ambayo alikuleta hapa duniani. Hakuleta uangamie ukiwa mdogo. Hakusema kwamba utaangamia ukiwa mdogo. Hakusema kwamba utatimiza ndoto zako, hautaondoka hapa bila kukamilisha kilichokuleta. Na ndio maana Bwana akakuvusha huu mwaka. So furahi hata kidogo. Furahi hata. Mimi nafurahi ndani ya roho, kwa kuwa umeona leo Bwana amenivusha mwaka, na kanisema kwamba niwe Musa wa hii siku ya leo, tarehe 1/20/26 mwezi wa Januari. Akasema kwamba niwe Musa wa leo. Kwa nini? Kwa sababu ananitumia. Ndio maana ninataka kusomea andiko dogo sana, kitabu cha Kutoka mstari wa 14 kifungu cha 13. Nataka nikusomee. Huu mstari ni mdogo sana. Bwana atazungumza kupitia Musa, kwa kuwa Musa wengi tujaweza kumwona, kwa kuwa Musa hatukuweza kumwona kwa sura, ila hii leo nimeamua nikaweze kumwakilisha Musa. Furahi kidogo kwa kumwona Musa, si rahisi. Haya, wacha nikakusomea hiki kitabu cha Kutoka 14 kifungu cha 13. Bwana azungumza kupitia Musa, azungumza akimwambia kwamba aongee na wana wa Israeli. Awaambia vipi? Wacha nikawasomee Kutoka 14 kifungu cha 13. Haya, anasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, simameni. Yaani hiki kifungu kinanifurahisha. Kwa nini? Kinanipa ujasiri, alafu najiona kwamba mimi nimekuwa Musa tayari. Haya, tukiende Kutoka 14 kifungu cha 13. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu. Yaani simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, hamtawaona tena milele. Hapana, hiki kifungu inaniingia. Wacha nikarudie tu kwa mara ya mwisho tafadhali. Kwa mara ya mwisho wacha nikarudie hiki kifungu, kishike. Kutoka 14 kifungu cha 13. Kinasema hivi kupitia Musa. Najua Musa tujaweza kumwona wengi, nimeamua kumwakilisha. Ndio maana unaniona hapa hii siku ya leo. Wacha nikakusomea kifungu Kutoka 14 kifungu cha 13. Wacha nikasome kwa mara ya mwisho tafadhali. Usichoke. Furahi, kwa kuwa kifungu inanipa nguvu na ninanipa faraja, na pia inanionyesha kwamba vile nimevuka mwaka napaswa kufurahi. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtaona tena milele. Yaani yale magumu uliyoona mwaka uliopita, yale misukosuko, magonjwa, imekufinya sana mwaka uliopita, na kuzungumza yaani hii mama inaniingia paka kwamba inaenda inanichanganya zaidi, na kuzungumzia siku hii ya leo. Mama yangu,
Aha, mama yangu, nakuzungumzia siku ya leo. Hautaona tena magonjwa ndani mwako, watoto wako watafukuzwa karo, na hautaona tena shida ambazo umekuwa ukiona mwaka mzima. Jamani, huu mwaka ni mwaka wako na huu mwaka ni mwaka wangu. Kama umeamini, sema tu huu mwaka ni mwaka wangu kwa imani, na Bwana anaenda kutenda. Hicho kifungu kinaendelea kuwa 14 hapo, inasema kifungu ni Kutoka 14 ikiendelea, inasema Musa akaendelea kusema hivi, Bwana atawapigania nyinyi nanyi mtanyamaza kimya. Oh, Musa wa leo najisikia kweli. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Yaani nina furaha kwa kweli, nina furaha mpaka natokwa na machozi ya furaha. Usione kama nalia, bali ni machozi ya furaha. Furaha niliyo nayo kule mwaka, nilijua kwamba huu mwaka nitakuwa nimekandamia ama angamia, ila Bwana ameniweka hapa na sababu. Na kwa nini aliniweka? Aliniweka ili nije nikakupe hii neno. Nimeanza kujielewa kwamba Bwana aliniweka na alinivusha huu mwaka ili nije nikupe hii neno na nije nikufunze, na ndio maana leo amenifanya Musa wako wa siku ya leo. Sikia tu hiyo kifungo ya Kutoka 14 kifungo mstari wa Kutoka 14 kifungo cha 14, yaani kinaendelea zaidi kunipa motivation, yaani kinaendelea kunipa nguvu. Kinasema namna gani? Hii kifungu kimenifurahisha. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Ina maana gani? Yule adui, umekuwa na adui, umekuwa na uchawi imekuwa ikikukandamiza, umekuwa na shida zimekuwa zikikuangamiza, kumbe ni yule adui yako asiyekutakia mema. Mwambie nini? Bwana amekuvusha na ana sababu. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Kifungu cha 14 Kutoka kifungu cha 14 mstari wa 14. Oh my God. Mstari wa 14 kifungu cha Kutoka. Jamani, yaani hapo mahali mimi kuanzia leo nitakuwa naisoma hiyo andiko kila siku, sababu nimesikia imenifariji sana ndani ya roho. Mwaka uliopita niliona majozi, niliona kwamba sitauweza, ila Bwana amenivusha na ana sababu ya kunionyesha siku ya leo. Bwana kweli ananipenda na nimeamini hilo. Kama wewe pia unaamini Bwana anakupenda, ndio maana unanitazama hii wakati. Uko buheri wa afya, una mambo yanakusumbua kwa wingi. Jamani, kweli nani usipaswe kumshukuru Bwana? Hiyo kifungu imenijenga kwa kweli, nimefurahi kwa ndani ya roho. Nakutabiria wewe pia, dada yangu, ambao unahangaika, umekuwa ukiwa na hiyo ndoto yako ya kutimiza malengo yako. Umekuwa na ndoto yako ya kusema kwamba wewe huwezi kuoleka kabla ya kutimiza malengo yako, nami nakutabiria malengo yako yametimia. Kama unaaminia, jamani, sema tu amen pale ambapo ulipo. Sema tu amen mahali ambapo ulipo. Ninafarijika na nina furaha ndani ya roho kwa kuwa jamani, mifungo na minyororo ambayo nimefungwa mwaka uliopita, hii leo naiachilia. Na kama nilikukwaza mwaka uliopita, jua kwamba nimekuachilia ndani ya roho mpaka na ndani ya mwili wangu wote, na sitaogopa. Mimi ni mtu mpya. Vile Bwana alinivusha siku ya leo, pia atanivusha na majaribu. Huu mwaka nimekataa magonjwa kwangu, nimekataa kabisa, na nina imani. Sineni kwa kuwa naongea tu, na nena kwa kuwa ninaongea kutoka ndani ya roho, na nina imani kwamba haya magonjwa yanaenda kupita na hayo misukosuko yanaenda kupita. Kama wewe unategemewa kwenyu, usiogope, jipe imani, kuwa na nguvu, maana huu mwaka ni mwaka wako. Umetamani kujenga kwa muda mrefu. Siku ya leo Musa ambao Bwana ameweza kutumia kwa huu mwaka wa 2026 anazungumza na anasema usiogope. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya.
Wacha wale ambao wamekuwa wakiendea chini chini waaibike. Wacha wale ambao wamekuwa wakidhani kwamba huwezi kufaulu wakaaibike. Wacha wale ambao walikuwa wadhani kwamba hao ndio wanaweza jamani, wakaaibike. Yaani machozi yananitoka, machozi ya furaha. Machozi yanatoka, machozi ya furaha, maana machozi ya machungu yamekwisha pita, na sasa nina furaha na malengo yangu yanaenda kutimia. Bwana wabariki, na ukipenda unaweza kunifuatilia ukaweza kupata vitabu vingine vizuri zaidi, vitabu vya Biblia vilivyoandikwa, maana hili andiko mimi sijaliandika. Hili andiko liliandikwa na watu tofauti tofauti ambao mimi sikuweza kuwaona, ila kupitia kwa andiko najua kwamba mapenzi ya Bwana yalitimia.